unakimbiza na kwa pepo mbele yako, mimi tunakuwa na mimi. Mimba yako. Mimba ya nani? Kwanza kwa taarifa yako. Nenda katoe yale mimba. Yes, katoe mimba. Sawa, sitatoa mimba. Utajijua. Tekana naona sitatoa mimba, lakini utaona mimi nitakukutana. Kazi kwako mama. Hainitishi wala inisumbue. Wewe juu mtaani mimi ni nani? Yes. Nimekupa na moyo na mwili sitachoka choka. Mapenzi ya dhati siwezi choka choka. Unikatale unitupe mimi nitakupenda penda. Kwani kwako nina mapenzi ya dhati. Samani na bibe. Kusimamisha mababa yako. Bila samani. Bibe. Hivi niseme yeye juu nitike kama mimi nakupenda. Mbona nitesa sana? Yaani na watu nikina kwa kuona tu bibe. Nakupenda sana bibe. Naomba usinitese. Sawa, mimi nakusikiliza ila tatizo nina mawazo kwa mtu mwingine. Tafadhali unielewe. Sasa kisa unaona unampenda ule mwanamke wako ndio sema unapenda. No, mimi siwezi kuacha sisi. Sisi ni kama mboni langu na nilifanya jicho langu kuona. Tafadhali siwezi badili mwenendo wangu. Bibi, mbona ule sasa yakupenda na hicho kuangalia sana mara mingi? Basi unajua mapenzi ni kubwa sana. Na mimi nina imani kwa sisi hata kidogo. Sikia bibi, nikwambie, Mungu alisema asiyekupenda achana naye, na anayekupenda penda naye. Mimi nakupenda bibi. Na sitaki tu naongea, lakini siwezi badili mwenendo wangu. Usiseme bila bibi na kwa goti. Naomba nipende kuna mpenda sisi. No, tafadhali nielewe. Mimi mara ngapi unielewe? Mimi nakwambia mimi nakupenda sisi sana. Sijui kama naweza badili mwenendo wangu. Kwa nini upendi kunielewa? Bibi, haya sema vile ninakupenda sana. Bibi, wala sisi nakupendi. Mimi nina imani sisi tutanipenda. Mimi nina imani hivi. Pengine usipoteze muda. Tafadhali unielewe. No. Unajua wanaume ni wengi kama kitu naambia. Sasa wewe mwanaume mimi napenda sisi sana. Mimi na penzi la dhati kwa sisi. Nina imani sisi atanipenda mimi. Kama mapenzi vita juu yako nakubali darasa ya kijeshi. Maana nilijitoa mara ngapi nimefanya ila ukapuzia. Mapenzi kidonda cha moyo mganga ni wewe pekee. Mkono jamani. Ari. Sawa. Zama siku ni aje? Leo sikuleta chocolate yako. Zamani pale lazima chocolate yako. Mbona asira jamii yako aje? Oh, okay. Bila kupoteza muda.
nataka unisaidie kitu kimoja tu. Nenda kanite kwa dada yako mimi. Rudilia tena. Rudilia sikusikia mzuri ni masikio yangu wala. Rudilia tena nimesema. Nataka unisaidie kama wewe vile shemeji yangu kanite dada yako mle ndani hadi kwa. Kwanza ya hataka tena utamwanza siku kwanza nia. Kitendo kama mzee mwenye kona mbele saa nyuma, mwenye kona nyuma saa mbele. Unakaa mulizani. Kwa hiyo hiyo tabia zako za utungutu bado hujaachaga tu. Sawa, okay, haina shida. Lakini naomba nisikilize kwanza. Ninajua kama dada yako nimemkosea sana. Kwa hiyo wewe unajua kinyenye nakutumia, nenda kamwite aje tu tuyamalize jamani. Maji ile ndovu taki atanilete hapo ya atanilete aje ngapi asende nikite dadangu siwezi sitaendaka na mvute mkichwa wako na mvute paraka na mvute mpinyo wako. Zainabu. Sawa. Najua kama mimi nilikosea sana. Ni dunia hiyo. Usiwaze sana. Naomba unisamehe kwanza. Nataka unisikize kitu kimoja. Naomba uniangalie kwanza jamani. Mbona hivyo? Kama vile niko naongea na mti. Nataka unisaidie kitu kimoja Zainabu. Nakuomba sana please. Naomba uniwe radhi. Ile mimba naomba utoe jamani. Kwa sababu mimi bado sijakuwa na maisha ya kukaa na mwanamke nyumbani. Chakwambia. Habari ya mimba kutoa. Sina. Na sitatoa mimba. Tulisema aseme haupendi kuitoa baba. Mimba ina yako. Leo najileta jua nini hapa sitatoa mimba. Sasa kwa nini huna tayari kunisikiliza jamani kwa nini? Mambo gani haya sasa? Kani habari ya kutoa mimba. Siko tayari. Na sitatoa aje. Mwenye mimba ni nani? Sio mimi. Mimi nasema toa mimba, mimi nakataa. Kama ulisema una baba mwenye utapata baba. Na ikiwa kutoa mimba sina pale. Unataka kunisikiliza mimi, si ndio Umekataa? Kwa nini? Nyinyi wanawake hamnaga uelewa jamani, kwa nini? Mwenye mimba ni mimi, nimekudunga mimba na ndio mimi nakuja na taarifa. Toa mimba. Mimi nimeshakataa. Mimi sitaki kuitwa baba muda na wakati huyu. Mimi ni star jamani, muda wote nakula baza na mademo yani sio. Mambo gani haya sasa? Kama unamaliza utoto wake. Salman. Mambo vipi? Karibuni. Safi kesho. Sasa msi. Safi leo. Mambo yako. Napo? Naona uko sawa. Nini na wewe unakuletea? Adamu ziko fresh tu. Ama wewe ndio umeniona hivyo lakini mimi nipo free. Japo mimi na wewe tunajuana.
na mpaka leo. Na hali yako unakuwa naishi masiku yote na leo mbona yuko contrary sana? Ya. Ninafikiriaga mimi sio wa kwanza. Hiyo na kwa baada ya mwanamke na kwa kusumbua na ndio nakuweka DCV. Ndio taarifa yenyewe ulikuja nayo hapo hiyo nini nipata hapa ndio hiyo ndio kukuambia rafiki yangu. Achana bwana pale mwanamke. Bana mke hamuna kitu huko unapata hapo faida gani? Zainabu alitoka hapa. Tulisikia walikuwa nzuri katala mimi. Bongo kweli. Nganda itoshe kuzakisha agenda kusaja aula. Na ukishafungwa utakuwa mwingine. Sasa hiyo ndio shauri uliona uje kwangu kule wakati mimi natulia hapa. Uje na mashauri zako za ajabu zenyewe haiziingia kinywa mwangu jamani, si ndio? Nisikilize kwanza. Listen to me, my best friend. Nisikilize kwanza. Sorry. Nakusikiliza. Kwa hiyo kama ni hiyo shauri lako eti kuhusu mademu, sijui kuhusu nini, sijui kuhusu Zainabu, ujauzito, sijui nini. Kama ndio hiyo taarifa ilikuleta, wewe ni msikaji wangu sana. Tunakutana muda mrefu. Kwa hiyo usinione mtu mbaya sasa. Nyanyuka, toka nje. Sikia rafiki yangu nikwambie. Franco toka. Sikia bwana. Habari kuna bwana unataka katala kwenda. Lakini ujue nani anakushauri ndio maana. Baadhi wanasema kama kusumbua. Sasa hivi unaona niko mbaya, lakini muda mwingine tunaona niko mbaya. Na kuambia naona mimi mjinga. Sivyo? Toka. Sawa, nataka kwa baadaye. Lakini ndio ndio wajabu eti sijui usumbua sijui nini. Mambo gani hapa? Kuna pembeni wajabu je? Haelewi. Mimi nashukuru sana kwa kutia wito wangu. Najua sina mtu mwingine ambaye anategemea zaidi yako. Hivi, unaweza kufanya nini ili sisi tupende? Najua ndiso. Moyo wako, maisha yako, pia akili yako, yote unatoka kwa mwanamke. Hivi, hai kama kuna kubwa wengine wanamke duniani hiyo anashika. Sasa kitu nitakwambia. Achana na dada. Usiseme hivyo wangu. Nilikuwa unajua jinsi gani nampenda yule mwanamke kwa dhati. Naomba niambie hivyo. Sikia nikwambie. Unajua kiasi gani jinsi nampenda. Naomba niambie hivyo wangu. Najua kwa kiasi gani nampenda. Kama mapenzi vita juu yako na kubali darasa ya kijeshi. Maana nilijitoa mara ngapi nimefanya ila ukapuzia. Mapenzi kidonda cha moyo mganga ni wewe pekee. Kwangu ni mapenzi ya zati, siyo ya utapeli. Kama kufa tutazikwa wote. Penzi letu nitailinda, sababu nakupenda. Dadangu, naamini kwamba mlikuwaga mmekata tumaini nyinyi kama familia ya kwamba je, nipo hai ama nimekufa. Mlikuwa mmeamini kwamba mimi tayari nimekufa kulingana na nilivyokuwa nimefungwa kifungo cha maisha. Alafu ukawa hakuna mawasiliano kati yangu mimi na nyinyi. Na hii hapa nimechukua hii fursa kwa sababu ya kufanya mazungumzo na wewe, maana naamini kwamba ni Mungu ambaye amefanya tukutane tena kama leo hivyo. Unajua, japokuwa ndege huruka angani lakini maiti yake hulala chini. Hivyo basi nataka kujua kabla ya yote, wewe na Frankie mna mkataba gani ama mna mipangilio gani ambayo mnaipanga? Kaka, mimi sina hata mimi ya kusema. Frankie ni mwanaume anapenda na ananipenda. Na mimi nitakwambia tu na tumaini kwa kuona mimi na wewe.
Okay, kiufupi na maana ni kwamba amekuahidi kukuoa. Unajua wanaume wengi hutumia kauli hiyo kwa sababu ya kurahisisha mahitaji yao, pate anachokitafuta kwako. Hata panya huwa kunawekwa sura yake pale kwenye dawa ambayo itaondoa uhai wake. Haimaanishi kwamba ni upendo kama wanavyofanya wanaume kwa sasa. Anaweka sura yako kwenye screen, labda kwenye simu yake, anaweka na kuweka kwenye profile, unaamini kwamba anakupenda sana. Sio. Ninachotaka kukuambia ni kwamba sio mwanaume anayekufaa. Kwa basi nataka tu kukuambia kwamba achana na Frank. Endana na Abibe. Ni mtu ambaye anajua thamani ya kupendwa, anajua thamani ya chozi lako, mtu ambaye atakulea vizuri. Mimi ninachoamini ni kwamba Frank hakupendi, na wewe mwanaume unayejivunia wewe kwamba anakupenda sana ni mtangaji tu fulani, hana mpango, hana mchongo wowote hapa mjini. Leo ana huyu, kesho ana ule, kesho yake ana ule. Na kwa sasa mimi napenda tu nikupe taarifa ya kwamba Frank tayari amepaa na ujauzito. Frank muda mfupi ataitwa baba, na hicho kitu amekifanya kwa kutaka kuonyesha kiasi gani yeye hakupendi wewe. Frank anapaa na mimi. Niambie kwa tusaduka kisi na mjua Frank. Na kisi kwa anipenda na mimi nampenda. Frank usifanye vitu sahihi. I know that you can't believe it, but this is reality. Huu ni ukweli. Huu ni ukweli usiopingika. Frank amepaa na mimba. Niambie kwa kweli kaka yangu, kwa Frank usifanye vitu sahihi, niambie kwa kweli. Niambie kwa kweli. No. Wewe unampenda ile yeye hakupendi. Mimi na nadhani nimemaliza taarifa niliyofikishia.